kukusanyika mahali hapa. Tunalitukuza na kulinua jina lako takatifu. Uliwaambia wanafunzi wako na wengine wote ambao walikuamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Tumekubali wiki hii kuwa wanafunzi wako. Tunatamani tuifahamu hiyo kweli na hiyo kweli tuweke huru. Fungua akili zetu, fungua fahamu zetu ili tukapate kuelewa na maandiko. Nipe nami mtumwa wako hekima ili nikanene neno lako katika hekima na katika maarifa yote. Tunaomba yote hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Basi tunashukuru kwa siku njema ya leo. Asante kwa sisi ambao tumeitikia wito huu wa kurudi jioni ya leo ili tuendelee kujifunza, kwa sababu Hosea anatuandikia watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Ni kweli, si kwamba hatuombi, lakini tunakosa tu maarifa. Kwa hiyo naamini sisi ambao tumerudi, ni lengo letu kubwa ni kupata maarifa. Wapendwa, tunajifunza habari ya rehema kamili. Kwa mwaka huu wa jubilei, kanisa linatoa rehema kamili. Nilitaka nitoe na historia rehema kamili imeanzia wapi. Naona tutaanza mbali sana, na siku tunaziona nyingi lakini ni chache. Kwa hiyo andika tu rehema kamili. Ni fundisho la kanisa ambalo tunalipata kwenye katekisimu ya kanisa namba 1471 hadi 1479. Fundisho hili tunalipata kwenye katekisimu ya kanisa Katoliki ile kubwa, iliachana na hizo watoto. Ile katekisimu kubwa ile ya kanisa Katoliki namba 1471 hadi 1479. Unapata hapo fundisho la rehema kamili. Sasa pale limeandikwa kwa lugha ya kanisa ya teolojia, inawezekana ikawa ya juu. Wiki hii tutajaribu kuileta kwenye maisha yetu ya kawaida ili tuweze kuelewa vizuri rehema kamili. Katekisimu inasema hivi: mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya kitubio. Rehema ni nini? Rehema ni nini? Andika hivi: rehema ni msamaha mbele za Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha kufutwa. Rehema ni msamaha mbele za Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa. Rehema ni msamaha mbele za Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha kufutwa. Msamaha mbele za Mungu wa adhabu, msamaha wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha kufutwa. Msamaha wa adhabu. Nitafafanua vizuri tu utanielewa. Msamaha wa adhabu kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa. Hii ndio maana fupi tu ya rehema kamili. Ni msamaha mbele za Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha kufutwa. Maana yake nimetenda dhambi, nimeenda kuungama, kosa langu limefutwa, basi na kuwa na uhalali wa kupata rehema kamili. Katekisimu inaendelea kusema hivi: msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri upata kwa masharti fulani yaliyopangwa. Ni msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri. Kumbe sio kila mtu anaweza kupata. Ni msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri upata kwa masharti fulani yaliyopangwa. Kumbe
Kumbe ili kupata msamaha wa adhabu, Mkristo muamini lazima ujiweke vizuri na kutimiza masharti ambayo yamepangwa. Nitakuorozeshea masharti hayo. Inaendelea kusema hivi: rehema ni ya muda au kamili, kutokana kwamba yaondoa au adhabu yote. Yaani unaweza kupata rehema ukaondolewa adhabu yote, yaani adhabu zote ambazo ziko kwenye maisha yako zikafanyaje wapendwa? Zikaondolewa, au sehemu ya adhabu, au sehemu ya adhabu. Kumbe unaweza ukaondolewa adhabu yote au ukapunguziwa sehemu ya nini? Ya adhabu. Sasa hii inatokana na nini? Inategemea ulivyojiandaa. Maana tukijiandaa vizuri tunaondolewa adhabu zote. Tunaelewana vizuri wapendwa, Kama hatutajiandaa vizuri tukawa na mapungufu, zinaondolewa sehemu ya adhabu ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Anasema hivi, kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu. Kumbe rehema unaweza ukapata kwa ajili yako mwenyewe au kwa ajili ya nani wapendwa? Au kwa ajili ya marehemu. Nitafafanua huko kwa nini kanisa linatoa rehema kwa marehemu. Nukuu kutoka katekisimu ya Kanisa Katoliki, tunapata moja ya fundisho muhimu sana la kanisa na lisiloeleweka vizuri na waamini wengi. Fundisho la rehema kamili. Ijapokuwa mara kwa mara huduma hii utolewa na kanisa, hasa kipindi cha Kwaresima. Rehema kamili huaga inatolewa kipindi cha Kwaresima, hichi tulichopita hapa juzi tu. Lakini ukifuatilia kwa undani, Wakristo wengi wanashiriki huduma hii bila kuelewa wanachoshiriki. Nitoe mfano, mtanielewa. Naamini Wakatoliki wengi tunakujaga njia ya msalaba, si ndio kwenye zile Ijumaa za Kwaresima tunakuja njia ya msalaba. Tunasali vituo vyote 15. Baada ya kumaliza njia ya msalaba, padre anapokuja hapa mbele, wakati mwingine anasema tusali kwa nia za Baba Mtakatifu, si ndio? Anasema Baba yetu, Salamu Maria, atukuzwe. Baada ya kumaliza anakuja hapa ananyanyua msalaba, alafu anatubariki nao. Mlishawahi ona? Kwenye njia ya msalaba, tumemaliza njia ya msalaba, tumesali kwa nia za Baba Mtakatifu, padre anasimama na msalaba hapa mbele anatubariki nao. Au siongee na Wakatoliki hapa? Ni Wakatoliki Mmeona hicho kitu kinachofanyika? Mlishuhudia tunapopewa baraka na msalaba? Pale padri anatoa rehema. Sisi tunaelewana vizuri wapendwa Padri anatoa nini? Muulize mwenzako, ulikuwa unajua hilo? Kwa tunashiriki tu lakini bila kujua tunachofanyaje? Tunachoshiriki. Kwa hiyo nimeona kwa somo hili litatusaidia kupata uelewa. Na sio kupata uelewa tu. Siku ile tunahitimisha, tutaomba padri atugeie nini wapendwa? Rehema kamili. Kwa hiyo sio tu kujifunza, mwisho kule tutamwomba padri atupe hiyo rehema kamili. Jambo la pili ambalo nataka tuliangalie hapa. Andika hivi. Ni vema kuelewa tunapoungama dhambi na kufutiwa, ni muhimu kupokea rehema kamili ili kuondolewa adhabu. Ni vema kuelewa tunapoungama dhambi na kufutiwa, ni muhimu kupokea rehema kamili ili kuondolewa adhabu. Ni vema kuelewa tunapoungama dhambi na kufutiwa au na kuondolewa dhambi, ni muhimu kupokea rehema kamili ili kuondolewa adhabu. Ikiwa na maana sakramenti ya kitubio inaondoa dhambi. Inatuondolea nini wapendwa? Sakramenti ya kitubio tunapoenda kuungama, ile sakramenti ya kitubio inatuondolea dhambi zote ambazo tunaungama vizuri. Inatuondolea. Lakini katekisimu inafundisha hivi, adhabu zinazotokana na dhambi huwa zinabaki. Adhabu zinafanyaje wapendwa? Mnaweza mkaniuliza kwa nini? Ngoja nitoe mfano mwepesi. Naamini wengi hapa tumewahi kuumia, aidha kujikwaa, kujikata. Hivi unapoumia, kinoda kikipona inabaki nini? Tunaelewa vizuri wapendwa? Kumbe tunaweza kusema kwa Kiswahili kifupi, nimetenda dhambi maana yake nimejeruhi moyo wangu.
nimejeruhi roho yangu. Sakramenti ya kitubio inaitwa sakramenti ya uponyaji. Tunaelewana vizuri wapendwa eh? Kwa tunapoenda kuungama yale majeraha, kile kidonda kinaponywa na sakramenti ya kitubio. Tunaelewana vizuri wapendwa? Lakini baada ya kidonda kupona, linabaki nini pale? Kovu. Sasa kwenye mambo ya kiroho, kovu lina madhara, lazima na lenyewe lifanyaje? Liondolewe. Sasa hilo kovu kwa upande wa kanisa Katoliki linaondolewa na huduma ya rehema kamili. Inaondoa yale makovu yaliyotokana na nini wapendwa? Na dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la tatu, tutakuja kuona mifano tu, utanielewa vizuri. Andika hivi: rehema kamili inatolewa kwa yule anayeomba na kwa ajili ya marehemu wake. Rehema kamili inatolewa kwa yule anayeomba na kwa ajili ya marehemu wake. Rehema kamili inatolewa kwa yule anayeomba na kwa ajili ya marehemu. Nitawaelekeza tu huko mbele, tutajifunza. Sasa hivi tunaweka tu msingi leo. Rehema kamili inatolewa kwa yule anayeomba na kuja lini wapendwa? Marehemu. Yaani kwa Kiswahili chepesi, haiwezekani labda mko mume na mke. Mama unahudhuria semina ya rehema kamili kuomba rehema, alafu mume wako anakwambia, mama we nenda tu utatuwakilisha, kachukua hiyo rehema utuletee wapi? Nyumbani. Hapana, labda akiwa amefariki. Kumbe rehema, kama mtu yuko hai, lazima yeye mwenyewe aombe. Tunaelewana vizuri wapendwa eh? Lakini kwa wale ndugu zetu ambao walishafariki, wale ndio kanisa linaruhusu tufanyaje? Tuwaombe nini wapendwa? Rehema kamili. Kwa nini? Andika jambo la 4. Andika hivi: kumbuka kila dhambi tunayotenda ina adhabu yake. Kwa nini tuombe rehema? Kwa sababu kila dhambi tunayotenda ina adhabu yake. Ngoja nikuonyeshe kwa nini tuombe rehema. Kumbuka kila dhambi tunayotenda ina adhabu yake, yaani iwe ndogo iwe kubwa, ina adhabu. Nitasoma katekisimu namba 1472. Katekisimu namba 1472. Twende taratibu tu, nikiwekea msingi mzuri, ili kuanzia kesho tukianza kuingia ndani kuchambua, basi inakuwa ni rahisi kunielewa. Inasema hivi: ili kufahamu mafundisho haya ya imani na desturi ya kanisa, inatakiwa kuelewa kwamba dhambi ina matokeo ya aina mbili. Katekisimu inasema hivi: dhambi ina matokeo ya aina ngapi? 2. Dhambi ina matokeo ya aina 2. Inasema dhambi ya mauti utunyima kabisa ushirika na Mungu. Kunyimwa huko kunaitwa adhabu ya milele ya dhambi. Tunapotenda dhambi ya mauti, inatunyima kabisa ushirika na Mungu. Sasa kunyimwa huko kunaitwa adhabu ya milele ya dhambi. Inaendelea kusema hivi katekisimu: kila dhambi hata ndogo uchochea kugandamana kusikofana na viumbe ambao kwa hitaji kutakaswa, iwe hapa duniani au baada ya kifo, katika hali inayoitwa purgatorio. Utakaso huu ufuata kile kinachoitwa adhabu ya muda ya dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani tukifa na dhambi hata kama ni ndogo, ndio ile sasa inabidi tupitie toharani. Tutajifunza huko mbele toharani ni wapi. Inawezekana tunasikia tu Katoliki toharani, tutajifunza huko. Ujue toharani ni wapi. Yaani kama usipopata rehema ukiwa hai, ukifa unapitia wapi? Toharani. Maana yake unaenda kuadhibiwa, unaenda kupewa malipizi ambayo litakao yapata ukiwa wapi? Duniani. Sasa kwa sababu umekufa bila kupata rehema, inabidi ukaipatie toharani. Na tutajifunza vizuri, maana toharani unaweza ukaa miaka 400 mpaka 500. Nitakuletea mafundisho ya kanisa. Yaani huko toharani kwenyewe unaweza ukapiga zako miaka 400 mpaka 500. Nitakuletea mafundisho ya kanisa hapo. Tukija kujifunza somo la toharani nitakuonyesha. Unapigika hapo mpaka umalize hicho kipindi ulichopewa.
Kwa nini? Kwa sababu hiyo adhabu unayoipata toharani, hayo malipizi unayopata toharani, ulitakiwa kabla hujafa upate nini? Rehema. Ndio maana kanisa linasema tunaweza kuomba rehema kwa ajili ya nani? Ya marehemu. Maanake kuna ndugu zetu wamefariki, hawakupata maondoleo ya adhabu wakiwa hai, sasa wanateseka, ndio tunawaombea, kwa sababu yale mateso wanayoteseka hata na sisi yanatuhusu. Tutaona huko mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tuende kwenye Biblia tuangalie mfano wa taifa la Israeli. Andika tu mfano wa taifa la Israeli, nikuonyeshe hapa namna rehema inavyotenda kazi. Mfano wa taifa la Israeli, ilikuwa ni safari yao kutoka Misri kuelekea Kanaani. Tunapata mfano huu kutoka kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi aya ya 9. Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi aya ya 9. Tunakutana hapa na dhambi. Wana wa Israeli wanamkosea Mungu na wanaadhibiwa, baadaye wanaomba kuondolea adhabu. Ngoja nikuonyeshe. Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi aya ya 9. Hapo unaweza ukapata mwanga kidogo. Inasema hivi: wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Wana wa Israeli wananungunika. Bwana akatuma nyoka wa moto kati ya watu. Wametenda dhambi ya manunguniko, si ndio? Adhabu anayopewa Mungu, anawatumia nyoka wa nini? Wa moto. Nyie si mmetenda dhambi, si mnanungunika, Mungu akawaadhibu kwa nyoka wa moto. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akawaadhibu kwa nyoka wa moto. Inasema hivi: wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wengi wakafanyaje wapendwa? Wakafa. Dhambi gani walitenda hapa? Ya manunguniko. Wakatumia nyoka wa nini? Si mmeona baada ya dhambi kilichofuata ni nini? Adhabu. Nataka twende pamoja. Baada ya kutenda dhambi kilichofuata ni nini wapendwa? Adhabu. Inaendelea hivi: wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Hapa wana wa Israeli wanafanyaje? Wanaungama dhambi yao, si ndio? Wanaenda kwa Musa wanamwambiaje? Tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Hapa wanafanyaje wana wa Israeli wapendwa? Wanaungama. Hebu sema wanaungama. Wamefanya nini? Dhambi. Tumemnungunikia Mungu na wewe. Alafu angalia hatua ya pili wanayoichukua: utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Kuna mambo mawili hapa nataka uchukue. La kwanza, wanaungama nini? Dhambi. Alafu la pili wanafanyaje? Utuondolee kwa Bwana atuondolee nini? Nyoka hawa. Yaani wanaomba rehema ili wasiendelee kufanyaje? Kuadhibiwa. Inasema hivi: basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu. Chukua hiyo pointi. Hata ikawa nyoka amemuuma mtu. Kumbe lazima nyoka afanyaje? Akuume. Halo? Alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Ngoja nikuwekea kwenye pointi. Andika hivi: tunajifunza mambo matano ya msingi. Ngoja nikuwekea kwenye vipointi ili uelewe. Tunajifunza hapa mambo matano ya msingi. Matano. Yako mengi lakini mimi nimechukua matano kutoka kwenye hiyo habari hapa. Mambo matano tunayojifunza hapa. Jambo la kwanza, wana wa Israeli wanatenda dhambi na Mungu anawaadhibu kutokana na dhambi yao. Wana wa Israeli wanatenda dhambi na Mungu anawaadhibu kutokana na dhambi yao. Jambo la kwanza ili tunaliona hapa,
wana wa Israeli wanatenda dhambi na Mungu anawaadhibu kutokana na dhambi yao. Kumbe tunapotenda dhambi tunazotenda zinaambatana na nini wapendwa? Na adhabu. Chukua hiyo hapo. Hii tunaipata Kutoka sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 6. Hesabu 21, kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi ya 6. Aya ya 4 hadi ya 6. Hesabu 21 aya ya 4 hadi ya 6. Inasema hivi: wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku katika nchi ya Misri ili tufe jangwani? Hapana chakula wala hapana maji, roho zetu zinakinai chakula kidhaifu. Bwana akatuma nyoka wa moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Jambo la pili, baada ya adhabu wanaungama dhambi yao kwa Mungu na Musa. Baada ya adhabu wanaungama dhambi yao kwa Mungu na Musa. Baada ya adhabu wanaungama dhambi yao kwa Mungu na Musa. Hesabu sura ya 21 aya ya 7 inasema hivi: watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe. Wanaungama dhambi yao kwa Mungu na kwa Musa, kama vile tunavyoenda kwa padri kuungama na kuungamia Mungu Mwenyezi, nawe padri wangu, si ndio? Ndivyo wanaenda kwa nani? Kwa Musa. Wanasema tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe. Jambo la tatu, baada ya kuungama dhambi yao wanamwomba Musa amwombe Mungu waponywe na wale nyoka. Baada ya kuungama dhambi yao wanamwomba Musa amwombe Mungu waponywe na wale nyoka. Maana yake wanaomba rehema kwa Mungu ili wasiendelee kuadhibiwa kutokana na dhambi yao. Baada ya kuungama dhambi yao wanamwomba Musa amwombe Mungu waponye na wale nyoka. Maana yake wanaomba rehema kwa Mungu ili wasiendelee kuadhibiwa kutokana na dhambi yao. Baada ya kuungama dhambi yao wanamwomba Musa amwombe Mungu waponywe na wale nyoka. Maana yake wanaomba rehema kwa Mungu ili wasiendelee kuadhibiwa kutokana na dhambi yao. Hesabu 21 aya 7 inasema hivi: utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Sasa mimi nataka tuangalie sisi wa Kristo tulivyo. Sisi tunachukuaga ile hatua ya kwanza, tunafanya maungamo tu, tukimaliza maungamo tunaishia hapo, bila kujua kwamba dhambi tulioenda kuungama au dhambi tulioitenda imeambatana na nini? Na adhabu. Kwa hiyo wana wa Israeli walielewa hilo. Baada ya kuungama dhambi pale, hatua ya pili wanamuomba Musa amwombe Mungu waponywe na wale nyoka. Maana yake wanaomba rehema kwa Mungu ili wasiendelee kuadhibiwa kutokana na dhambi yao. Jambo la 4 ambalo tunaliona hapa, Mungu anawasikia na kumwelekeza Musa namna atakavyowasaidia ili wasiendelee kufa kwa kung'atwa na nyoka. Mungu anawasikia na kumwelekeza Musa namna atakavyowasaidia ili wasiendelee kufa kwa kung'atwa na nyoka. Hesabu 21 aya 8. Mungu anawasikia na kumwelekeza Musa namna atakavyowasaidia ili wasiendelee kufa kwa kung'atwa na nyoka. Rehema uage na kuaga na masharti kama tulivyosoma kwenye katekesi. Sasa ili usife lazima ufuate nini? Masharti uliowekewa. Kwa hiyo Mungu anawasikia na kumwelekeza Musa namna atakavyowasaidia ili wasiendelee kufa kwa kung'atwa na nyoka. Hesabu sura 21 aya 8 inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, ifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Unasikia hiyo? Atengeneze nini Musa? Nyoka. Aiweke juu ya nini? Ya mti. Alafu kila atakayeumwa, hebu sema kila atakayeumwa. Kila atakayeumwa
kumbe hapa kuumwa ni nini? Ni lazima, yaani lazima uumwe. Lakini ili usife unatakiwa uangalie nyoka ya nini? Ya shaba. Lakini kuumwa utafanyaje? Utaumwa. Ili usife lazima uangalie nyoka ya shaba, ili upone sasa na yule nyoka ambaye amekung'ata. Jambo la 5, Mungu anawarehemu na kuwaponya. Hesabu 21 aya 9. Mungu anawarehemu na kuwaponya. Inasema hivi, Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Mungu anawarehemu na kuwaponya. Hesabu sura 21 aya 9 inasema hivi, Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Sasa hii ndo tunaita huduma ya rehema kamili. Tunaelewana vizuri wapendwa eh? Maana yake sasa tunaponywa na wale nyoka waliotung'ata baada ya kutenda nini? Dhambi. Angalia kitabu Injili ya Yohana sura ya 14. Sura ya 3 samani. Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 14 na 15. Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 14 na 15. Sikiliza kitu Yesu anafundisha hapa. Inasema hivi, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie hawe na uzima wa milele katika yeye. Sikiliza anavyosema, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie hawe na uzima wa milele katika yeye. Umesikia hiyo pointi Yesu anayosema? Yaani namna ile ile Musa ambayo wana wa Israeli walipotenda dhambi wakang'atwa na nyoka kule jangwani, akainuliwa nyoka wa shaba, watu walipomwangalia wakapona. Anasema hivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Ndio maana rehema kamili inatolewa kwa njia ya nini? Ya msalaba. Yaani vile vile Musa alipomuinua nyoka jangwani, waliomtazama wakapona. Na sisi tunapomtazama msalaba tunaondolewa yale maumivu yote yanayotokana na dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaelewana vizuri wapendwa? Twende taratibu utanielewa. Paulo anaandika hivi kwenye waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 10 aya ya 9 hadi ya 11. Paulo anaandika hivi. Anasema hivi, wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao waliomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 10 aya ya 9 hadi ya 11. Inasema hivi, wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine walivyonungunika wakaharibiwa na Mwarabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi. Halo? Yaani wenzetu kuumwa na nyoka, mambo yale yaliwapata kwa jinsi ya mifano. Biblia inasema yakaandikwa ili kufanyaje? Kutuonya. Hebu sema ili kutuonya. Maana yake tusipoangalia yatatupata kama ilivyowapata wenzetu. Nikupe mfano. Angalia dhambi ya Kaini na adhabu yake. Andika hivyo hivyo. Dhambi ya Kaini tunamfahamu wengi. Tuanzie hapo. Dhambi ya Kaini na adhabu yake. Dhambi ya Kaini na adhabu yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 16. Mwanzo sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 16. Inasema hivi, Kaini akamwambia Abeli nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwa uwandani, Kaini akamuinukia Abeli nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokea damu yako, damu ya ndugu yako. Kwa mkono wako utakapolima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiokuwa na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Bwana akamwambia,
Kwa sababu hiyo, yoyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Sasa nisikilize. Kaini anatenda dhambi ya kumuua ndugu yake, si ndio wapendwa Si dhambi ametenda nani? Kaini. Si tunaona wote dhambi aliitenda nani? Andika matokeo ya dhambi ya Kaini. Ngoja nikuonyeshe matokeo ya hii dhambi. Andika tu matokeo ya dhambi ya Kaini. Matokeo ya dhambi ya Kaini tunaipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 17 hadi aya ya 24. Mwanzo sura ya 4 aya ya 17 hadi aya ya 24. Angalia matokeo ya dhambi ya Kaini. Inasema hivi: Kaini akamjua mkewe, manake hii dhambi alitenda kabla hajaoa Sawa mama nani, umekutana na mume wako akiwa kijana huko, alivuruga. Sasa sikiliza Kaini hapa. Kaini akaoa mke, naye mke wake akapata mimba, akamzaa Enoko. Kaini alimzaa nani wapendwa? Enoko. Twende taratibu. Kaini alimzaa nani? Enoko. Akajenga mji akauita Enoko kwa jina la mwanae. Enoko akamzaa Iradi. Iradi atamuita nani? Kaini ni babu Kwa hiyo huyu ni mjukuu wa nani wapendwa? Wa Kaini. Tunaweza kusema ni uzao wa pili wa Kaini ambaye ni mjukuu wa Kaini. Iradi akamzaa Meuyaeli. Uzao wangapi huu wa Kaini? Wa 3. Meuyaeli kwa Kaini atakuwa ni nani? Ni kitukuu Twende pamoja nisifuatilie. Meuyaeli akamzaa Methushaeli. Uzao wangapi? Wa 4. Kwa Kaini Methushaeli atakuwa ni nani? Kilembwe. Asante. Methushaeli akamzaa Lameki. Uzao wa 5 huo. Lameki atakuwa nani kwa Kaini? Kilembwekeze. Waswahili hao. Tuanze tena ili nisikuache. Nisikilize vizuri, nisikuache. Kaini alimzaa Enoko, si ndio Enoko akamzaa nani? Iradi, ambaye alikuwa ni mjukuu wa Kaini Iradi akamzaa nani? Meuyaeli. Tukasema nani huyu? Kitukuu. Meuyaeli akamzaa nani? Methushaeli. Tukasema huyu ni nani? Kilembwe. Methushaeli akamzaa nani? Lameki. Lameki tukasema ni nani? Kilembwe. Haya. Huyu wa 5 ambao ni kilembokeza sijui huyo. Sikiliza. Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili ni Sila. Ada akamzaa Yubali. Huyu ndiye baba yao wakao katika ema ya kufuga wanyama, na jina la nduguye aliitwa Yubali, na ndiye baba yao wapigao kirubi na filimbi. Sila naye akamzaa Tubali-Kaini, mfua kila chombo cha kukatia na cha shaba na cha chuma. Umbo lake Tubali-Kaini aliitwa Naama. Lameki akawaambia wake zake, huyu uzao wa 5 huyu kilembokeza huyu wa Kaini, akawaita wake zake. Alikuwa ameoa wake wawili, Ada na Sila. Akawaita siku moja, akawaita amerudi jioni, akaambia wake zangu nina kikao na nyie leo. Mama mdogo akaja na mama mkubwa wakakaa na mume wao. Alafu sikiliza alichokuwa anawaambia. Nataka uchukue hiyo ajenda alikuwa ameiweka mezani. Sikieni sauti yangu, Ada na Sila, enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu. Anasema hivi, maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha. Kaini Lameki anamwambia wake zake amefanyaje? Ameua mtu, si ndio kuna mtu amemtia jeraha na yeye akaamua kumuua. Anasema kijana kwa kunichubua. Alafu angalia hii pointi ya mwisho. Anasema hivi, kama Kaini akilipwa kisasi mara 7, hakika Lameki atalipwa mara 77. Msikilize Lameki vizuri. Maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kama Kaini akilipwa kisasi mara 7, Lameki atalipwa mara 77. Sikiliza, hii dhambi ya Kaini ilimruka Enoko, ikamruka Iradi, ikamruka Meuyaeli, ikamruka Methushaeli, ikaja kuibukia kwa nani? Kwa Lameki.
Sasa Lameki wakati amekaa na wake zake, aliporudi nyuma, aliporudisha kumbukumbu nyuma, akakumbuka kwamba dhambi ya kuua haikuanza na yeye, ilianza na babu yao anaitwa Kaini. Alafu anawaambia wake zake hivi, kama Kaini akilipwa kisasi mara 7, mimi nitalipwa mara 77. Kwa nini? Kufanya kosa si kosa, ila kurudia kosa. Yaani Lameki anasema ya kwake itakuwa mara 77 kwa sababu amerudia kosa lile lile alilofanya babu yake. Yaani kuna vizazi 4 hapa vimepita salama, si ndio? Vizazi vingapi? Nani? Enoko, Iradi, Meuyaeli, Mesushaeli. Hawakuwa na shida yoyote, wakafa wakapumzika kwa amani. Kizazi cha 5 ile dhambi inakuja kuibuka tena. Alafu anawaambia wake zake, babu yangu Kaini alipewa adhabu, kama yeye aliadhibiwa mara 7, mimi nitaadhibiwa mara 77. Ngoja nikulete kwenye maisha ya kawaida. Siku moja mahali fulani nilikutana na story. Baba mmoja ni kijana, alikuwa kijana. Yeye alikuwa ameenda kwenye maombi. Ana shida. Shida yake ni hii. Kamweleza mtumishi, walizaliwa wavulana 4 kwao. Vulana 4. Yeye ni wa mwisho. Sasa kilichomleta kwenye maombi, anasema kaka yake wa kwanza amekuwa kijana, akapata mke, akafunga ndoa na mke wake. Mke wake alipokuwa tu mjamzito, yule kaka akafa. Akaacha mke mjamzito. Basi wakazika, maombolezo yakaisha, wakabaki na mjane. Anasema kaka yake wa pili naye amefika umri wa kuoa. Kaoa vizuri. Mke wake alipokuwa mjamzito, na huyo kaka yake naye akafa. Wakazika, wakabaki na mjane. Kaka yake wa tatu naye akaoa. Mke wake alipokuwa mjamzito, kaka naye akafa. Huyu mdogo akasema mimi sioi. Hata na wewe ungesubutu? Huwezi subutu. Si unajua kwenye misiba kuna vile vikao vya familia, si lazima mtafakari pale. Wa kwanza kaoa, ndo amekufa mke wake akiwa mjamzito. Wa pili labda tukaona yule ameondoka tu, ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Huyu wa pili naye akaja akaoa, amekufa mke wake ni mjamzito. Tukasema inawezekana tu naye ni mapenzi ya Mungu. Wa tatu na yeye. Huyu wa 4 wakasema mimi sioi. Anaoaje kwanza? Nini kimetokea? Akaendelea kuishi hivyo. Paroko sio paroko, bulaza sio bulaza. Akaendelea kuishi hivyo. Sasa bahati nzuri akawa anapata neema. Si unajua sasa tukiwa na shida si ndio tunamtafuta Mungu? Si mnajua Wakristo tulivyo Yakishatufika shingoni, hata kama ulikuwa hutaki maombi utayataka. Kwa hiyo yamemfika shingoni, atafanyaje? Akaona sasa hata kama sioi, sasa kama sintakufa tu, akaamua kutafuta maombi. Ameenda kwenye maombi, baadaye akakutana na mtumishi mmoja rafiki yangu, ndo akamhadisia haya nilokuhadisia. Yule mtumishi akaanza kumuuliza, hebu nipe historia ya kwenu. Akasema mimi baba yangu alikuwa Mkristo mzuri. Babu sijamuonaona, lakini baba alikuwa Mkristo mzuri sana. Sasa wameomba pale na kuongea, wametafakari, hawaoni hii shida imetokana na nini? Kwa nini wanakufa hawa wake zao wakiwa wajawazito? Mtumishi akamtuma, akasema ndugu yangu, kwa kweli mimi mwenyewe nitakudanganya tu hapa. Hebu kama utajaribu kwenda kule kijijini kwa wazee kule kwenye chimbuko lao, hebu kajaribu kuuliza kama kuna kitu labda kiliwahi kufanyika kwenye familia na nini na nini. Kama utapata story yoyote, itatusaidia tujue tunaanzia wapi kufanya huduma. Kwa hiyo yule baba kwa sababu ana shida, akarenda kijijini kwao kule kwenye chimbuko la babu kule. Uzuri akamkuta babu mwenye umri ambaye alibahatika kumuona babu yake, alimuona babu yake baba yake, na akamwona na babu yake yeye. Kwa hiyo yule mzee yuko pale kijijini kati ya wale wazee wachache waliobakia. Akabidi amfuate yule mzee, akamhadisia hiyo story. Lakini akamwambia, babu, mimi najua wewe ulimuona babu wa baba yangu na ulimuona babu yangu mimi ambaye ni baba yake baba. Sasa naomba kama una story yoyote ambayo yamkini yaliwahi kufanyika huko nyuma huko, ili na mimi nisaidie, hata niombe nijue naombaje. Yule babu kwa kumbukumbu akajirudisha, akasema kijana, nakumbuka kuna story moja lakini tulimalizaga. Ipi hiyo? Akasema babu yake baba yako
babu yake baba yako. Yeye akiwa kijana, story ambayo naikumbuka kwa hapa kijijini, huyu babu alishawahi kubaka mwanamke mmoja, alikuwa ni mjamzito, alikuwa ni msichana. Akambaka na hiyo story ilienea. Sasa alipombaka na ile story baada ya kuenea kwamba huyu kijana amebaka yule msichana aliumia sana. Mwisho wa siku alienda kujinyonga. Kwa alikufa na mimba yake. Yule msichana alikufa na mimba yake. Kwa lile tukio alilofanywa na babu yake baba yako. Lilimuumiza, na kwa sababu lilijulikana kijiji kizima. Baadaye unajua sisi kama wazee walikaa likaishia hivyo, liliishia hivyo, wazee walilimaliza. Sasa kama mnaniambia mnakufa, labda hapa kuna shida hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka uchukue, yani babu yake huyu hakuwa na shida, alioa akazaa watoto wake. Baba yake huyu naye alioa akazaa watoto wake, ndio hawa vijana wanne. Hawa vijana ambao ni vitukuu ndio wanakuja kupata matatizo. Wanakuja kurudi nyuma kufuata historia, wanakuja kupata historia kwamba babu wa baba yake alishabaka msichana akiwa mjamzito, msichana akaenda kujinyonga. Kwa ile dhambi ya babu kule imekuja kuanza kutafuna vitukuu hapa. Mnanielewa sasa eh? Nataka nikwambie yule kijana baada ya kugundua hilo na kufanya huduma ya kanisa, unajua ameoa mpaka leo na yeye hakufa. Kumbe kuna dhambi ilikuwa inawatafuna huko. Tunaweza kusema kulikuwa na nyoka wa moto anatafuna familia bila kujua. Kutokana na ile dhambi iliyotenda na nani? Na yule babu. Sasa mimi nataka tujiulize swali. Wazee wetu sisi wameishije? Wazazi wetu wameishije? Sisi wenyewe tumeishi kwa namna gani? Alafu ujiulize, hivi hatuhitaji rehema kweli? Hamna adhabu tunazotumikia kwenye maisha yetu? Angalia Tobiti sura ya 3, aya ya 3, kitabu cha Tobiti. Angalia Tobiti anachosema hapa. Tobiti sura ya 3, aya ya 3. Kitabu cha Tobiti sura ya 3, aya ya 3 kwenye Biblia zile za Kikatoliki. Kama una hizi nyingine unawezekana usipate hicho kitabu cha Tobiti. Inasema hivi: unikumbuke na unitazame, usiniadhibu kwa ajili ya dhambi zangu na makosa yangu, wala kwa ajili ya dhambi za baba zangu walioasi mbele zako. Tobiti anamwambia Mungu hivi, unikumbuke na unitazame, usiniadhibu. Unasikia Tobiti anachosema? Anamwambia aje Mungu, usiniadhibu kwa ajili ya dhambi zangu na makosa yangu, wala kwa ajili ya dhambi za baba zangu walioasi mbele zako. Halo? Ngoja nikupe familia nyingine. Mifano itatusaidia kuelewa haraka. Naweza nikasoma katekesi na Biblia hapo ukatoka umenishangaa. Familia nyingine nilikutana nayo hii hapa. Wakati tunafundisha haya masomo, tunakutana na hivi visa. Vinatusaidia. Ila sikwambii ni wapi. Nakupa tu ili kitusaidie. Muelewe kwa haraka. Familia moja na yenyewe nilikuwa nafundisha masomo mengine tu. Mama mmoja akaja naye akanipa story hii hapa. Nataka muone kwamba haya mambo yapo, tunayaishi kwenye maisha yetu kule. Anasema, yule mama anasema, mwalimu, naomba unisaidie kitu. Mimi kwenye huu mji nimeolewa. Mume wangu alinitoa huko kwetu ndo akanileta hapa. Lakini ninachotaka kukwambia sasa hivi, kwenye ukoo wa mume wangu wameisha. Wamefanyaje wapendwa? Wameisha. Akasema aliyebakia sasa hivi ni kitukuu ambaye ana shida na yeye anaumwa. Nitakuja kuambia ugonjwa aliokuwa anaumwa huyo kitukuu. Ndio wa kiume aliyebakia. Yaani ukoo mzima mwanaume aliyekuwa amebakia ni huyo kwenye ukoo. Ila wanaume wameisha wote. Shangazi mkubwa kwenye huo ukoo ambaye ndio shangazi mkubwa, wacha wale mabinti waliozaliwa wajukuu na nani. Shangazi mkubwa ambaye ndio akiondoka huyo ukoo ule, wale wazee ndio wamefutika. Yeye naye amevimba litumbo, yuko huko ndani miaka na miaka, tumbo liko hapo juu. Kwa amelalaga tu kitandani. Sasa kaambia, sasa shida ni nini? Akasema misiba ilipoanza kutuandama kwenye familia, niko na wake wenzangu, yani walioolewa na baba mdogo, baba mkubwa, wanaishi tu kwenye eneo moja. Akaniambia kama tunaweza kwenda nyumbani twende. Kwani tulitoka pale tukaenda nyumbani. Nikakutana na wale wake wenzake wale ambao na wenyewe wameolewa kwenye ule mji. Sasa wakaanza kuniambia, wakati misiba imeanza kuwaandama, ilibidi wazee wa ukoo wakae waanze kutafakari, na wenyewe walikuwepo wakisikia.
waanze kutafuta kwa nini watu wanakufa na wanaoisha ni wanaume. Wamama wala hawana shida, wanaendelea na maisha yao. Wakasema stori walioipata kutoka kwa wazee wale, na wakafanya matambiko. Yani wao hawakumtafuta Mungu, walifanya nini? Matambiko, ili kuondoa hiyo shida. Wao wakafanya matambiko, lakini wala haikuondoka. Anasema ilianza hivi. Wazee wakasema hilo eneo ambalo ni shamba kubwa ambalo wanakaa, nilienda hapo, ambalo ni eneo kubwa tu, wamekatiwa hapa kwa baba mdogo, pale kwa baba mkubwa, wako sehemu moja. Yule babu ambaye ndo alianzisha hilo eneo alizulumu mtu. Alizulumu kwa namna gani? Anasema huyo baba kwa miaka ile, si mnajua kuna wale wazee miaka hiyo ilikuwa kijijini wababe wale, akitaka mbuzi wako unampelekea, hata mke akiwa mzuri unapeleka kwake. Ni mchezo wa nini? Sasa huyu mzee alitamani hilo shamba la huyo baba ambaye alikuwa anaishi hapo na mke wake na watoto. Akaenda mchana akamwambia, usiku pakikucha mpaka asubuhi na kuja kuwachomea ndani na watoto wako. Kwa hiyo naomba kuanzia sasa hivi fungasha uondoke. Yule baba akajua ni utani, kwa hiyo usiku akaona watu wameanza kuja. Yule baba akabeba mke wake na watoto wake wakaanza kukimbia ili wasife. Sasa anasema kwenye kukimbia walikuwa wanakimbilia kijiji cha jirani. Hicho kijiji cha jirani ilitakiwa wavuke, kulikuwa na mto, sio mkubwa sana, lakini ni maji yanayotembea. Walitakiwa wavuke huo mto ndio waende kijiji cha jirani wakajihifadhi kule. Kwa sababu walijua wakikaa katika hicho kijiji huyu mzee atawaua. Wanasema wakati wanakimbia sasa, asubuhi sijui ilitokea nini ule usiku wakati wanavuka yale maji. Yule baba, mke wake na watoto walikuta wamekufa maji. Sasa nyewe mnajua, kwa ambao mmekaa kwenye maji mnajua, mmoja akipata shida unapoenda kumuokoa, usipoangalia anakuua na wewe. Si unajua anakuwa na papara. Sasa badala awe taratibu umtoe, atakushika kwa nguvu, anakuulia hapo. Ndio maana wale wavuvi, hata mimi nimekaa sehemu za uvuvi, tukitaka kwenda kumuokoa mtu anayekufa maji tunamwacha mpaka achoke. Yaani akinywa maji akichoka ndio utaenda kumchukua kiurahisi umtoe. Ukienda ana nguvu, kwa zile papara anakuua na wewe. Tunaelewana vizuri wapendwa? Sasa inawezekana labda mama au mtoto hajulikani nini kilitokea, mpaka hii familia imekufa yote maji. Kweli asubuhi wamekutwa, mama kaokotewa kule, mtoto kaokotewa kule, baba kaokotewa kule, wamekufa eti. Na walikuwa wamekimbia kwa sababu huyu mzee alikuwa anawakimbiza. Basi watu wakaokota pale kijijini, wakaenda wakazika wale watu. Baada ya pale yule mzee ndo akahamia kwenye lile shamba. Ndo akawa mmiliki halali wa lile shamba. Akaoa pale, akaanza kuzaa watoto pale. Sasa watoto wamezaliwa, wengine wamekuja wamezaliwa vitukuu, wamezaliwa pale. Sasa hivi vitukuu hivi sasa, wale ambao walikuwa wamezaliwa wameenda huko mijini, si mnajua kule kijijini si kila mtu anapewa eneo lake ujenge, ili siku ukirudi kijijini upate pa kufikia Kwa hiyo wale mzee mmoja akawakatia watoto wake maeneo. Wa kiume wakaanza kakatiwa, wa pili akakatiwa pale, watatu. Kilichokuwa kinatokea nini? Mtoto yoyote aliyekuwa akibeba hata mawe kuleta kwenye kiwanja, akirudi anarudishwa akiwa marehemu. Akileta hata mchanga akaweka kwenye ile eneo lake alilopewa, akirudi akajiandae labda aje ajenge, ataletwa marehemu. Kwa hiyo wanaume ndio walikuwa wanakufa namna hiyo, wakaisha wote. Huyo ambaye nimemkuta amebakia, yeye ndo amepambana akafikisha nyumba yake kwenye lenta. Baada ya kufikisha tu kwenye lenta akapata ugonjwa wa miguu inaisha yenyewe. Yaani mimi nimekuta miguu imeanza kulika kwenye vidole, imefika nusu. Ameenda hospitali ajulikane na ugonjwa gani. Huyo ndo kafikisha nyumba kwenye lenta. Ndio mwanaume pekee aliyebakia kwenye huo ukoo. Akifa huyo, wanaume wanakuwa wameisha wote. Na ukoo hapo si umefutika hapo. Wale wa mama wakaniambia, dhambi ya huyu babu, tumeshafanyia matambiko, tumetoa mbuzi, tumetoa nini, lakini bado wanaume wanaisha. Sasa lakini si wamekuja wameshachelewa. Sasa kama wameshaisha utawarudisha tena? Unawarudishaje tena? Yaani mara nyingi tunakuja kushtuka tumeshachelewa. Sasa unakuta ni maisha yapo tunayapitia kwenye familia. Yaani kuna dhambi yamkini zimetendwa kule na wazee. Kaangalie, utakuta watoto ndio wanayepata shida au wajukuu. Na wakati mwingine hata usijue hii shida imetokana na nini. Mbona mmetulia hivi? Mpo kweli? Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Ndicho hichi hapa. Lameki anaambia wake zake, Kaini akilipo kisasi mara 7,
Lameki atalipo mara ngapi? Mara 77. Halo? Ndio maana kanisa limeweka hii huduma ya rehema, likijua ziko dhambi ambazo tunatenda zinaacha madhara kwenye familia zetu na kwenye maisha yetu. Sasa ni muhimu kupata rehema ili zile adhabu zifanyaje? Ziondolewe. Sio kama tunajua hilo Wakristo na tunateseka. Hapa nakwambia utaenda kuombea, utawekewa mikono, wakuwekewe na miguu. Utoke hapa eti. Mungu wangu nataka nikwambie, utaombewa maombi yote. Nitakuja kukuonyesha huko mbele uone shida ambazo tunazipitia kwenye maisha yetu. Sasa kwa sababu leo tunaweka msingi, andika hivi, sitaki kuwachosha sana leo kwa sababu asubuhi tulikuwepo hapa. Andika mambo ya kuzingatia ili kupata rehema kamili. Ngoja nikupe mambo ya kuzingatia ili kupata rehema kamili. Mambo ya kuzingatia ili kupata rehema kamili. Tuondolewe hizo adhabu. Kuna mambo ambayo tunayafanya leo tunaona kwamba ni mazuri, tunajiona tuko salama, lakini nataka nikwambie yatakuja kuleta shida kwenye uzao wetu. Na mengine ukienda kutafakari, nataka tunapojifunza hili somo, wewe ukirudi nyumbani, angalia tu familia yako. Kama umeolewa, angalia tu kwenye ile familia uliyoolewa. Angalia. Mara nyingine utakuta hawa watu wana shida za kufanana. Kaangalia utaona. Na ukija kufuatilia, hizo shida haziji tu, kuna mahali zimetokea. Haziwezi kuja tu kwa bahati mbaya. Hapana. Inawezekana unamlaumu mume wako, kumbe ni adhabu mnatumikia. Inawezekana unamlaumu mke wako, kumbe ni adhabu mnatumikia. Inawezekana unalaumu watoto, kumbe ni adhabu mnatumikia. Watoto wao hawana shida. Ni nini wapendwa? Adhabu mnatumikia. Masharti ya kupata rehema kamili. La kwanza, anayeomba awe na nia thabiti ya kupokea rehema kamili kipindi kilichopangwa. Anayeomba rehema awe na nia thabiti ya kupokea rehema kamili kipindi kilichopangwa. Lazima tuwe na nia thabiti. Lazima tuonyeshe kwamba tuna nia thabiti ya kupokea rehema kamili kipindi kilichopangwa. Sisi tutafanya hiyo ibada, sijui ni Jumamosi, sijui Jumaa ngapi, tutaona. Kwa sababu ni ibada kabisa ya rehema. Sio ndefu, ni fupi lakini ina maana sana. Anaomba awe na nia thabiti ya kupokea rehema kamili kipindi kilichofanyaje? Maana kuna mwingine sio nyie lakini hawajaja hapo. Anaweza akaja leo semina, akasema mimi nitaenda ile siku ya mwisho. Sio nyie lakini. Yaani siku ya mwisho ndio anakuja kupata nini? Jamani. Wewe una nia kweli? Sharti la pili, awe katika hali ya neema ya utakaso, yaani ajute dhambi zake na kuziungama. Awe katika hali ya neema ya utakaso, yaani ajute dhambi zake na kuziungama. Kwa hiyo lazima mapadri watatuandalia siku ya kuungama. Kwa wale ambao hatuna vikwazo vya kuungama, lazima tuungame. Awe katika hali ya neema ya utakaso, yaani ajute dhambi zake na kuziungama. Hili ni sharti la pili. Lazima tufanye majuto ya dhambi zetu na tuziungame. Tutakuja kujifunza vizuri huko mbele. Sharti la tatu, apokee sakramenti ya Ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili. Apokee sakramenti ya Ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili. Maana kama rehema tutatolewa Jumamosi, inabidi tunapohitimisha kule tuhitimishe na misa, ili kwenye misa tupokee nini? Ekaristi takatifu. Apokee sakramenti ya Ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili. Lazima kupokea sakramenti ya Ekaristi takatifu siku hiyo rehema inapotolewa. Jambo la 4, unaweza kuchagua sala au tendo lolote utakalolifanya ili kujiletea rehema kamili. Unaweza ukachagua sala au tendo lolote utakalolifanya ili kujiletea rehema kamili. Nitakupa mifano michache hapa. Afu utakaloweza utatenda. Unaweza ukachagua sala au tendo lolote utakalolifanya ili kujiletea rehema kamili. Kwa sababu katekisimu inasema hivi, Mkristo lazima ajibidishe
akichukua kwa uvumilivu mateso na majaribu ya kila aina, na siku ifikapo akikabili kifo, kupokea kama neema adhabu hii ya muda ya dhambi, lazima ajitose kwa njia ya kazi na huruma na mapendo, pia kwa njia ya sala na matendo mbalimbali ya toba, kujivua kabisa utu wa kale na kuvaa mtu mpya. Sasa ili kutimiza haya, unaweza ukafanya hivi. Moja, unaweza ukasali rozari ile ya Fatima au ya huruma ya Mungu. Yaani kuanzia leo unapotoka hapa, kama familia mnaweza mkaweka hiyo kwamba kila siku tunapoelekea kuomba rehema, mnaweza mkasali rozari ya Fatima ile au rozari ya huruma ya Mungu kila siku, aidha kwenye sala zenu za jioni au za asubuhi. Nyie tu kutokana na muda wako ukasema mimi kila siku nitasali sala rozari ya huruma ya Mungu. Nia ni nini? Kuomba rehema. Au rozari ya Fatima. 2, kuabudu Ekaristi mbele ya tabernacle. Yaani wakati mwingine kama una muda unaweza ukaja tu hapa, ukakaa tu kwenye benchi hapo, ukamwabudu Yesu ukiwa peke yako, ukimwomba aachilie nini kwenye familia na maisha yako? Rehema. Kuabudu Ekaristi mbele ya tabernacle. 3, kusali njia ya msalaba vituo vyote 14 au 15 pasipo kukatisha. Unaweza tu ukaja hapa ukasema mimi kuomba rehema nitasali vituo vya njia ya msalaba. Unaanza kituo cha kwanza mpaka cha mwisho. Alafu ukija unamaliza kwa kuabudu, unaomba nini? Rehema. Kanisa nasema tunaweza kujichotea rehema. Anasema kusoma maandiko na kuyatafakari kama tunavyofanya hapa. Kusoma maandiko matakatifu na kutafakari. Lakini nyingine kufanya hija. Kufanya nini wapendwa? Hija ili kupata rehema kamili. Na nimesema asubuhi kwa sababu hija ni mazoezi ya kiroho. Kwa hiyo hija yetu itakuwa ni nini? Ni kile kitendo cha kutoka nyumbani kuja kanisani kwenye semina na kurudi nyumbani. Sasa hii tutakuwa tunatimiza sharti la nini? La hija. Kwa sababu hatuwezi kupata rehema kamili bila kufanya hija. Kwa hiyo hija yetu itakuwa ni hiyo. Tunakuja kwenye semina kila siku, tunarudi nyumbani. Hivyo hivyo mpaka siku ile inayotolewa rehema kamili. Kufanya hija. Mwisho, kusali kwa nia za Baba Mtakatifu. Kusali kwa nia za Baba Mtakatifu. Mwisho tunamalizia kwa kusali ile siku rehema, kabla padre hajatupa rehema atatuambia tusali kwa nia za Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu kila siku kuaga na nia zake. Kila siku anaweka nia za kuziombea. Kwa hiyo tunaunganika naye hapo kwa kusali Baba yetu, Salamu Maria na atukuzwe. Tunaunganika na hizo nia za Baba Mtakatifu. Lakini kuna rehema pungufu. Rehema pungufu. Maana kuna mwingine ataweza kuniambia, mwalimu, sasa mimi kupokea haiwezekani, kuungama pia haiwezekani, hii semina hainihusu. Hebu sema rehema pungufu. Kanisa pia utoa rehema pungufu. Maana yake utoa msaada wa kupunguziwa baadhi ya malipisi au baadhi ya adhabu kwa yule aliyelengwa kwa ibada husika. Inaitwa pungufu kwa sababu inalenga kumpunguzia adhabu au kupunguza urefu wa adhabu. Kuomba rehema pungufu kunatokana na kushindwa kutekeleza masharti ya kupata rehema kamili. Yaani kuna mwingine hapa ameshaolewa na ndoa hajafunga. Si ndio wapendwa Na hawezi kufunga ndoa Jumamosi ili Jumapili apate rehema. Si haiwezekani. Unasema nitapataje? Wewe unaweza kawa nitakupa masharti yako kupata. Kwa wale ambao hatutaweza kuungama, hatutaweza kupokea Ekaristi Takatifu, tunaweza kuomba rehema kwa sababu anayetoa rehema ni Mungu, si ndio wapendwa? Na Biblia inasema Mungu anaangalia nini wapendwa? Moyo. Anaangalia moyo wa mtu. Kumbe unaweza ukawa na nia thabiti huko ndani na ukapata rehema. Sasa masharti haya hapa. Sharti la kwanza kwa anayeomba rehema pungufu. Anasema yule anayesali ili kuipokea asiwe na dhambi kubwa, yaani dhambi ya mauti. Nitakuja kueleza kesho dhambi ya mauti ni nini. Yule anayesali ili kuipokea asiwe na dhambi kubwa au dhambi ya mauti. Sharti la pili, anayesali anapaswa awe ametubu dhambi zake zote, na awe amejutia dhambi hizo kiasi cha kumfanya asiwe na makusudio ya kuzirudia tena. Yaani lazima uwe umetubu hizo dhambi na uwe na ujutie dhambi hizo kiasi cha kufanya kumwambia Mungu, ninatamani hata leo ningetoka kwenye hii dhambi. Na kama kuna uwezekano wa kutoka, unafanyaje? Unatoka. Kama una mchepuko, hiyo si rahisi tu. Si unamtumia tu message, tusizoeane. Hii si imeisha.
Kuna mambo mengine hata hayachukui muda. Shida ni pale labda kama umeshaolewa au umeoa na uko suria. Hapa sasa muwe na nia ya kumuomba Mungu kwa kweli. Baada ya semina hii tutaanza maandalizi ya kubariki nini? Ndoa. Hao wanakuwa na hiyo nia. Baada ya semina hii tutaanza maandalizi ya kubariki ndoa yetu ili tutoke kwenye hiyo dhambi. Lazima tuwe na hiyo nia. Maana kuna wengine wanaishi bila ndoa kwa makusudi tu. Mwingine hataki kufunga ndoa tu kwa sababu ya sherehe. Mimi siwezi kufunga, nimeshachangia watu wengi. Siwezi kufunga ya kimya kimya. Sio nyewe hapa nani? Wa huko mjini. Nataka nikwambie. Yaani huyu ana nia ya kubadilika kweli huyu? Haisi. Mama mmoja nilikutana naye. Alikuwa mwanajumuiya wangu. Yule mama kwa kweli lilompata ni baya. Nilikuwa namshauri, maana mimi nilikuwa katekesi wa jumuiya. Tukawa tunaenda kumshauri mama, nanifunga ndoa. Mimi ana mtoto sijui anamaliza form 4 huko sijui form 6. Mimi sifungi bila sherehe. Nimeshachangia watu wengi. Lazima na mimi sherehe nifanyiwe na send off. Mama, watoto 5 send off. Watoto 5 mpaka leo unataka send off. Wewe ulishaji send mwenyewe. Ni kuna watu wana shida huko duniani. Huko si hizi shida hazipo. Send off eti mama nani? Yaani sasa nikamwambia mama, sasa kama send off si utakuja kufunga ndoa una wajukuu wewe? Wataimba bibi. Aibu tu. Tumsifu Yesu Kristo. Mama nataka send off kwa watoto 5. Mama nani ona hata aibu wetu. Hilo gauni hata ile kali kitana kunyuma mwili. Mungu, hivi watoto 5 hata ukipigwa makeup inakaa kweli? Si utaonekana kama jini. Hii sasa na sura. Mungu wangu. Wewe kapige zako ya kimya kimya, maisha mengine yafanyaje? Yaendelee, tusichoshane. Kama ulikuwa unataka send off ungebaki kwenu. Kwa lazima tuwe na nia thabiti ya kutoka. Tutubu dhambi zetu na kuwa na nia ya kuziacha. Makwazo madogo madogo haya tuyaache, tuachane nayo. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu tunasali zile sala ambazo zitatusaidia kutujiletea rehema pungufu. Unaweza ukasali rozari ya huruma ya Mungu, kuomba huruma. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa wale ambao tutaweza kutimiza masharti, kwa hiyo sisi tunaweza kuomba rehema pungufu. Tutaombaje? Msiwe na haraka. Tutakuja kujifunza tu taratibu huko mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani taratibu tutajifunza namna ya kuomba hiyo rehema, tutaombaje rehema kwa ajili ya marehemu. Kwa sababu kwa nini tunaomba rehema kwa ajili ya marehemu? Inawezekana aliyetusababisha haya matatizo tunayoyapitia leo ni babu, bibi au baba ameshakufa, si ndio? Hayupo. Sasa na ameshatuletea shida kwenye familia. Tunateseka kwa ajili ya dhambi yake. Ndio maana kanisa linatoa nafasi tuombe rehema kwa ajili yake. Tunaelewana vizuri wapendwa Ili kama hiyo adhabu ilisababishwa na marehemu ambaye hayupo tayari alishakufa, basi tunapoomba rehema, hiyo adhabu inafanyaje? Inaondolewa. Na sisi tulio hai tunabaki tukiwa salama. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tutaombaje rehema kwa marehemu? Nitakuelekeza kule mbele. Nitakuelekeza tu vizuri wala usiogope. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, hatuhitaji rehema, tunahitaji rehema. Nilitamani mimi angalau kanisa zima tungekuwa wiki hii hapa. Kwa sababu sidhani kama itarudi tena. Na hata mkinirudisha sitafundisha hili somo. Nitakuja na masomo mengine. Halo? Kwa hiyo tuitumie hii wiki vizuri. Mwambie ndani yako tuitumie hii wiki vizuri. Hatujui kwa nini imekuja. Unajua namna ratiba zimepanguliwa kule jimboni. Hatujui kwa nini hii wiki imekuja. Na kama Mungu ametuletea basi tuitumie vizuri. Masharti hayo ya kupokea rehema kamili. Tumsifu Yesu Kristo. Kila dhambi tunayotenda ina adhabu yake. Kwa tumuombe Mungu wiki hii. Yaani kama tulikuwa tunasali basi wiki hii tuzidishe zaidi. Ningetamani tushirikiane katika sala. Na tutaomba. Tutakuwa na hizo huduma za ushauri na nini kama kuna mahali ambako hujui utatokaje tutasaidiana, lakini kule mbele sio sasa hivi. Maana mwingine anaweza kasikia tu somo leo kesho akaja kwenye ushauri. Sasa nitakushauri nini? Kwa
tusubiri kule mbele, sawa kadiri tunavyoenda nitatangaza tu. Sasa ushauri naanza kesho, lakini pia kwa nini nitaanza ushauri huko baadaye? Kwa sababu inawezekana ukaja kuniomba ushauri leo, kumbe shida unayenieleza ndio somo la kesho. Kwa utaratibu, ukishanieleza natakiwa kesho nisifundishe, kwa sababu utasema mwalimu ukimwambia mambo yako anaenda kufundisha. Kweli uongo? Kwa hiyo wacheni ni sasa hivi, kama ni kupokea vidonge tupokee, vituume ili tupone. Tunaelewana vizuri wapendwa afu kule mbele tutaona namna ya kupona. Kwa hiyo haya ndio masharti.